muda umepita. Wewe sasa hivi una miaka 30, hujaolewa mpaka sasa, huna mume, unatutia aibu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima ufanyeje? Tafuta mume wa kukuoa. Kwa hiyo tunajikuta kwa sababu ya ile msukumo wa familia, ndugu, marafiki, tunajikuta tunaingia kwenye mahusiano yale ya ndoa bila kufanya utafiti wa kutosha. Unaangukia kwa yoyote ili mradi tu utimize matakwa ya nini? Ya familia yako au ya ndugu zako au ya marafiki zako. Lakini wengine tunaingia kwenye mahusiano kwa sababu tu ya kipato cha mtu. Yaani kwamba umekutana na jamaa, yeye kuna kale kawimbo anasemaje, mimi hapa sijui kutongoza, ukijipitisha anamwaga hela, si ndio? Kaka bali dada bali za saizi nzuri, naomba namba ya simu. Kesho hajapiga simu, M-Pesa 50,000. Kesho kutwa amekuita hujaenda, M-Pesa 100,000. Kesho kutwa sio mfanyaje, 200,000. Wewe pale unalewa na kuamini kwamba yule ni mume sahihi wa nini? Wa kwako. Na kibaya zaidi kwa upande wa wanawake, tumekuwa hatujipi muda wa kutosha wa kuwasoma hawa wanaume ambao tunaenda kuishi nao. Kwa sababu unapojaribu wewe kumsoma, anapata mtu mwingine. Kwa hiyo unaona unapoteza bahati. Lakini mwingine anaingia kwenye haya mahusiano kwa sababu tu kuna mtoto aliyepatikana kabla ya ndoa. Kunakuwa na michezo yenu ambayo haikulenga kuwa wanandoa, lakini katikati ya ile michezo mmebebeshana mimba, mmezaa. Sasa baada ya kuzaa inatokea kwamba mtoto yule anataka awe kiunganishi cha ndoa hii. Wakati huo tangia huku mwanzo wa mahusiano yenu kulikuwa hakuna ishara zozote kwamba hii inaweza ikawa ndoa na ikasimama ikawa ndoa. Kwa hiyo unakuta hakuna wazazi, hakuna walezi, hakuna wanajamii wanaohusishwa katika masuala ya uchumba, wala hakuna muda wa kufuatilia masuala ya uchumba. Na wakati mwingine wazazi wanakuja kujua kwamba watoto wetu wameolewa, ameshakaa kwa huyo mwanaume miaka 2, miaka 3, amezaa na mtoto mmoja, ndo baba na mama wanakuja wanasikia kwamba binti yao au kijana wao ameoa au ameolewa. Sasa hii ni changamoto kubwa. Umekutana na mtu kwenye mahusiano ya wiki 2, ameigiza anavyoweza kwamba